Ukipata bahati usipoitumia vizuri na kuuzembe. Tunaliinua jina lako mfalme amani. Baba, tumesogeza sadaka mbele ya madhabahu hii Kristo. Tunasema asante Bwana. Tumekuja kukushukuru kwa ajili ya matoleo mfalme. Baba, asante kwa mengi unayotutendea. Ninaomba ikapatie kibali mbele zako na mbele Bwana majeshi ya Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu tunakushukuru. Asante. Tusaidia. Usionekane umekosa kitu. Jengo letu ni dogo. Shema siwaingize watu walioko nje, acha walio ndani. Tusaidie haraka hapo. Ingia kaa kwenye kiti usikilize neno. Askofu wetu Juma yuko hapa, atapigana tusemea baadaye, maana mhubiri alisema jana waimbaji wengi, wanakwaya wengi wanapenda kusikilizwa sio kusikia. Yaani hawapendi wao kusikiliza kutoka kwa wengine. Wanakwaya jipigieni makofi. Unapenda mno kusikilizwa, ila kusikiliza ninyi hapendi. Na ikaonekana shida iko kwenye nini? Kwenye neno. Bado kuna watu nje hapo. Waingize, sina basi imepatikana. Waambie ni sauti ya mchungaji Nzuga. Mchungaji amesema sio mimi jamani. Ingieni wote tuingie. Chema zilokio mpole sana ni shida. Jeni kuwa mkali basi. Ingia ndani. Kama una kiti njoni kuwekeze pa kukaa, wewe ingia ndani. Shida ni kuingia ndani, mahali pa kukaa papo. Wewe ingia ndani, pa kukaa tutakuelekeza.
Mama wachungaji. Kwa mlangoni muingie, nafasi imepatikana sasa, muingie. Njoni tu madhabahuni huko. Njoni. Wapanga watu kazi. Kama hujaro jipange. Ingieni. Ndio naanza kukaa mwishoni badala ya katikati. Uliyebaki nje uingie. Asiwepo ndio nimekosa nafasi. Tayari. Karibu kae hapo. Wewe wa kiume njoo kae mbele. Yes, safi. Simoni, sogea ndio kae kipo. Sogea tu. Ambie mwenzio usitoke sasa. Na sikusemeshe. Amen. Na leo itakiwa tuwe na maombezi na watu, lakini ungana mleta tutakuwa na maombezi. Bwana sifiwe sana. Mtumishi wa Mungu yeye ni mwalimu. Kwa hiyo tusema ahubiri kidogo kuombea, ukiwahi kisha atakuombea. Amen. Labda utamfuata private baada ya ibada. Hii wiki ya kufunguliwa kwa neno. Semeni amina kanisa. Amen. Amen. Watambulishe watu wachache alafu tusikie neno la Mungu. Amen. Kipekee kwa mara ya kwanza toka nianze huduma hii, nimemwona mtu muhimu sana hapa kwa mara ya kwanza kuingia. Jamani, makofi kwake. Wengi wanauliza ni nani huyo? Anaitwa Hidaya. Simama basi. Jamani, makofi kwake. Haleluya. Amen. Barikiwe sana. Umekanyaga leo. Mungu akubariki. Mimi sio mchungaji. Tumeanza darasa la kwanza mpaka la 7, afu yeye kutoa kaenda shule zingine, mimi nikabakia hapa. Jamani, makofi kwake. Tambua hatima ya maisha yako na vitu unavyokutana navyo ili kukukwamisha. Tambua hatima ya maisha yako na vitu unavyokutana nayo ili kukukwamisha. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumza habari ya hatima, nazungumza habari ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo Mungu anatamani tuone mfano wa huduma. Mfano wa huduma. Mtu yoyote anayeanza huduma ni lazima asemeshwe na Mungu. Tuko pamoja. Kama hujasemeshwa na Mungu usianze huduma. Kwa sababu gani? Yesu mwenyewe alisema ya kwamba mtu yoyote atakayeenda pasipo kuagizwa na mimi, yeye anatafuta faida yake binafsi. Kwa hiyo ukienda kwenye huduma pasipo kuitwa na Mungu, maana yake unatafuta faida yako binafsi. Tuko pamoja. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ataanza huduma ni lazima asemeshwe na Mungu ya kwamba wewe ni mchungaji, ya kwamba wewe ni mwalimu, ya kwamba wewe ni mwinjilisti, ya kwamba wewe ni mwimbaji. Tuko pamoja. Na usifikiri tu ni jambo jepesi, kuna vita vyake. Haleluya. Haleluya. Usifikiri tu jambo jepesi kwamba okay, nimeitwa na Mungu, sasa hivi ni mambo slide. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita vya kwake. Unaweza ukashangaa hao ambao huko kipindi mnaitana wapendwa wakakuchukia. Biblia inasema Yusufu aliposema juu ya ndoto zake, ndugu zake wakamchukia. Kwa hiyo zamani walikuwa wamchukii, ila baada ya kuambia mipango alionayo wakamchukia. Tuko pamoja. Kwa hiyo usishangae unafunga harusi vizuri, alafu leo hapa kazi wakamtaka mkeo au mmeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo alivyo maisha ya kihuduma. Unaanza huduma sawa, utaanza kwenye mazingira magumu sawa, utaanza kwa kushinda njaa sawa.
Usifikiri tu huduma ni mselemko. Kuna wakati utalala njaa. Lakini Biblia inasema kile kitabu cha Misali sura ya 10 ule mstari wa 3 ya kwamba hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa. Maana yake kulala na njaa utalala, lakini hautakufa na njaa. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Usikasirike. Siku moja Mungu akakulaza njaa. Usikasirike. Tuko pamoja. Utakasirika zaidi baada ya kuona mpaka unakaribia kufa. Endelea kukazana na Bwana. Tuko pamoja. Haleluya. Kwa hiyo ambayo mistari ambayo tumepewa kutembea nayo ni kile kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 5 hadi wa 10 na kitabu kile cha Yeremia 29:11. Leo nataka, jana tulisoma hicho kitabu pia. Hiyo 37 andika kuanzia mstari wa 18 hadi wa 31. Kuna kitu hapo tunataka leo, siku ya leo tuone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kile kitabu cha Yeremia 29:11. Biblia inasema, nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana wa majeshi, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nyinyi tumaini jipya, kuwapa nyinyi mwisho mpya wa maisha yenu. Tuko pamoja. Ndicho anachotuwazia Mungu. Leo hii una shida, lakini Mungu akikutazama haoni kama una shida. Mungu anaona mafanikio mbele yako ni makubwa. Lakini wewe ukitazama unaona shida. Mungu yeye haoni shida. Unapotazama wewe si sawa anapotazama Mungu. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Mnamkumbuka mtu mmoja anaitwa Habakuki. Habakuki alipoonyeshwa uovu akaanza kumlilia Mungu, lakini aliposema nitasimama kwa zamu yake, akaona kitu ambacho Mungu alimuonyesha, yeye akaanza kulalamika. Tuko pamoja. Okay, ngoja nijaribu hivi. Watu wengi sana wanawakasirikia watu ambao hawasaidii, lakini hawajui hata kukataliwa kusaidiwa pia nao ni msaada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuendelee. Amen. Tuendelee. Vizuri, najua kutumia zote. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaposema ya kwamba anatuwazia yaliyo makubwa, uwe na imani ya kwamba Mungu anakuwazia makubwa kweli. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwa hiyo katika makubwa pia kuna vita yake. Tuko pamoja. Ile kwamba mmewana wote mmetoka kwa Mungu haina maana ya kwamba shetani hawaoni, hata wagusa. Atawagusa. Ndio maana ndoa nyingi za watumishi zinasumbua. Kwa sababu gani? Shetani akiangalia mama ni mwinjilisti, baba ni mchungaji, alafu akikaa wakaangalia kesho hao wanaona kubwa. Kwa hiyo shetani akishaangalia kesho hao akaona kubwa, anaanza na mwanamke. Ndio maana nikawaambia mwanaume ana vita, na vita inatoka kwa mwanamke. Ndivyo kibiblia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akishaona ya kwamba kesho yenu ni kubwa, anaona mazingira mnayoishi ya huduma yenu ni kubwa, anatafuta mmoja wa kupiga ili akukuvuruge wewe mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Shetani anaona kesho yako kama vile Mungu anavyoona kesho yako. Okay, tusome hicho kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37 ule mstari wa 18. Alikwisha kufika tu hapo, atusomee 37:18. 37:18. Inasema wakamwona toka mbali, kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Walimuona toka mbali. Kumbuka hili, mwenye vision, mwenye maono anaonekana tangu akiwa mbali. Uona niona leo lakini mimi nimesumbuka miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona mtu ana biashara nzuri imeenda, lakini akikwambia alikopita amehangaika, sasa hivi ni mwaka wa 6 ndio kafanikiwa.
Kwa sababu gani? Kesho yako inaanzia mbali, lazima ione kutoka mbali. Ndio maana hao watu walivyosema, wakaiona, walivyomwona toka mbali, wakatangaza kumuua. Kuna watu wakishaona mafanikio ya kwako wanaanza kuibuka kukuua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchungaji yoyote, au leo nazungumza habari ya huduma, mchungaji yoyote usifurahie kila mahali unapoalikwa. Tuko pamoja. Wengine wanaanza kukuita, kumbe anakuua. Unasema mwalimu natufundisha kitu gani? Si unamkumbuka Daudi? Daudi alikuwa na mtumishi wake anaitwa Uria. Uria alikuwa na mwanamke mzuri sana anaitwa Beliteshaza. Baada ya kwamba Daudi amekwisha kutembea na Beliteshaza, Biblia inasema hivi, Uria akakaa mlangoni kwa mfalme Daudi kwa muda. Baada ya kukaa mlangoni kwa muda, anagoma kwenda nyumbani. Daudi akamwambia rudi nyumbani, lakini akagoma. Baada ya kugoma akaandika barua, na ndani ya barua alivyoandika akasema, huyu mtu jameni, mwekeni mbele ya jeshi, mtakapovamiwa kimbieni. Uria yule yule amebeba barua, hajaangalia ndani, kumbe amebeba kifo chake. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo katika maisha lazima ujue vita vipo kila namna. Anaweza kukuletea chakula, kumbe kaleta na zaidi ya chakula. Haleluya. Leo tuangalie vita ambayo pia Mungu anatamani tuiangalie. Vita ya pili ambayo leo tutaangalia. Jana tuliangalia vita ya kwanza, leo tunaangalia vita ya pili. Vita ya pili ni sadaka inayotolewa kwa ajili ya kufunga kesho yako. Ni sadaka inayotolewa kwa ajili ya kufunga kesho yako. Ni sadaka inayotolewa kwa ajili ya kufunga kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeandika ile Mwanzo 37 mstari wa 18 hadi 31. Amen. Tutasoma huo 30. Amen. Na moja. Kuna kitu hapo ambacho Mungu anatamani siku ya leo tuone. Wakati fulani nikiwa nasoma Biblia, hichi kitabu cha Mwanzo hii 37, nikaja nikagundua kitu cha ajabu sana ambacho kilitendeka. Yakobo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Alikuwa anakutana na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kuwa amekutana na Mungu kwa muda mrefu, angalia, baada ya hawa watoto wake kuja kumletea habari ya kwamba Yusufu kafa, hawoni Mungu akizungumza na Yakobo kwamba hawa watoto wako bwana wamekudanganya ndugu yangu. Hawoni, pako kimya. Kakaa miaka mingapi bila sauti ya Mungu. Wakati nasoma nikafika hii 31, ndicho nikakutana na kitu cha ajabu. Amen. Inasema hivi 31, inasema wakaitwa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakamvua ile kanzu ya Yusufu, wakaichovya katika damu. Okay. Hawa watoto walitoa sadaka. Na hii kanzu, ukirudi hicho kitabu cha Mwanzo 37 ule mstari wa 3, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyizia kanzu ndefu. Kwa hiyo hii kanzu ilitoka kwa Yakobo. Kwa hiyo walipokuwa wakitoa sadaka, walikuwa tu watoi sadaka, walikuwa tena wanaziba hadi na sauti ya Mungu juu ya Yakobo, na wakaziba sauti ya Mungu juu ya Yusufu. Unasema mwalimu natufundisha kitu gani? Sikia, Biblia inasema hivi, Yusufu alikuwa ni mota ndoto. Tuko pamoja? Angalia, baada ya kwamba amekwisha kutolewa sadaka, au muone tena akiota ndoto. Unamuona akitafasiri ndoto za wengine. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hauoni? Na Yakobo naye hivyo hivyo. Alikuwa akisikia sauti ya Mungu, lakini baada ya naye ile kanzu, kwa sababu tunasema aliposhona kanzu, kumbuka hili, mtu anapokupa kitu anakupa na moyo wake.
Tuko pamoja. Ndio maana kijana yote akicha kuachwa, kama alikuwa anatoa vitu, anaweza kujinyonga. Kwa sababu gani? Alikuwa anapeleka na moyo. Kwa hiyo huyu ndugu alipokuwa akitoa sadaka, alikuwa anapeleka na moyo. Kwa hiyo baada ya kupeleka moyo, na moyo wake ukachanganywa kwenye ile sadaka. Baada ya kuchanganya, yanaota kwenye mashamba. Kwa hiyo wanayachukua yale wanayaanika, wakishakauka wanasubiria wakati wa kulala, wanaweka kuni. Wakishachoma namna hiyo, wanakuwa ananyunyiza huko, anatamka jina kwamba fulani 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 fulani. Akishaondoka namna hiyo, akikutana naye anamuita tu jina. Ile msichana akishageuka kuisha habari yake. Unasema mwalimu unatufundisha kitu gani? Sadaka inaweza ikatolewa haupo na ikakupata we mwenyewe hata kama haupo. Tuko pamoja. Yusufu alipotolewa sadaka, maisha yake ya ndoto yakavurugika, akabaki kutafsiria mengine. Ndio maana nashangaa ni mtu mwingine ni mshauri kwenye ndoa vizuri, lakini hakwake imemshinda. Haleluya. Haleluya. Ni mshauri mzuri kabisa kwenye biashara, lakini hana biashara. Kafungwa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yusufu, akabakiza tu kutafasiria wenzake, ya kwake hamna. Kesho yake ameshakucha kubinywa mali hapo kwenye sadaka. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mtu wa Mungu aliyeko mahali hapa, ambaye unatamani kuona viwango vingine sana kwenye maisha, lazima ujifunze habari ya sadaka. Ndio maana mtumishi yoyote ambaye anatamani kumtumikia Mungu kwa viwango vikubwa, lazima ajifunze sadaka. Sio kuambia wapendwa, yeye mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu maombi yanaleta upako. Neno linaleta kumjua Mungu na kujua hila za shetani. Alafu sadaka inafungua malango. Ndio maana ukiwa mwombaji tu hautoi. Ukiwa mwombaji tu hausomi neno, hakuna matokeo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo huyo ndugu alipotolewa sadaka, kesho yake na yeye kafungwa. Uzio wa sauti ya Mungu ukafungwa. Hakuna communication yoyote ya Mungu. Yaani anajiendea tu, Mungu kazuiliwa. Na sadaka ile ya mbuzi waliochanganya kanzi yake aliyompelekea Yusufu, alipotoa tu namna hii wakakamata. Kwa nini unasema mwalimu unatufundisha kitu gani? Rudi ile mstari wa 20. Kuna maneno alisema ya kwamba jameni, huyu mtu tutakapomtoa, tutakaporudi kwa baba atasemaje? Wakasema tunajua namna ya kusema ya kwamba wanyama wakali wamemla. Na kweli walipoipeleka ile kanzu, wamefika pale, wamemkabidhi baba, akalia. Na Yakobo alikuwa ni viwango vikubwa sana vya maisha, vya kumjua Mungu. Mungu alikuwa anasema naye, lakini unashangaa watoto wake wakamdanganya. Kwa hiyo sishangae kwenye huduma ulikuwa unaanza na sauti ya Mungu, lakini ghafla imepotea. Okay, ngoja nijaribu hivi. Ukiwa unaanza na huduma, Mungu anakusemesha sana. Angalia baada ya miaka 2, miaka 3 uone sauti kama inaanza kupungua. Inaanza kupungua. Na hujui shida nini. Unaomba, unatoa, lakini inaendelea kupungua. Inafika wakati Paulo mwenyewe alisema, "Ndianza kwa roho na maliza kwa mwili." Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sadaka hufanya kazi ya kutekeleza kile kilichotamkiwa. Sadaka inafanya kazi ya kutekeleza kile kilichotamkiwa. Sadaka, wenye watoto kidogo mnaweza mkatukisha. Sadaka inafanya kazi ya kutekeleza kile kilichotamkiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 12, Wafalme wa kwanza sura ile ya 12 ule mstari wa 26 na 28. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inamzungumza juu ya mtu mmoja anaitwa Yeroboam. Yeroboam alikuwepo tena na Rehoboam. Bwana Yesu asifiwe. Yeroboam alikuwa ni mfanyakazi wa Suleiman. Rehoboam alikuwa ni mtoto wa Suleiman. Tuko pamoja. Baada
Baada ya kwamba Sulemani amefanya kosa kwa Mungu, Mungu akatangaza adhabu ya kwamba ufalme wa nyumba ya Israeli nitaulalua na nitampa aliyekuwa mjakazi wako ambaye ni Yeroboamu. Yeroboamu alipojua na Sulemani alipojua akatangaza kumuua. Tuko pamoja? Yeroboamu akakimbia akaenda kuishi nchi nyingine. Baada ya kuishi kule, kuna watu wakamfuata wakamwambia, rudi utuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu mstari wa 26 kuna maneno hapo yanasema ya kwamba Yeroboamu akasema moyoni mwake, mwambie mwenzako akasema moyoni mwake. Yeroboamu akasema moyoni mwake, basi ufalme utairudia nyumba ya Daudi. Mstari wa 27, kama watu hao wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya hao watu itamrudia Bwana. Anasema watakapotoa sadaka, hao watu mioyo yao itamrudia Bwana. Kwa hiyo sadaka unapoitoa, maana yake inachukua kabisa na uhalisia wa maisha yako. Kama ulitoa kwa Mungu, tarajia kwenda wewe kwa Mungu. Kama walitoa kwa miungu mingine, tarajia wewe kwenda kwa miungu mingine. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Kwa hiyo moyo wako unakuwa kule. Tuendelee kusoma 28, anasema kama 27, kama watu hao wakipanda kwenda Yerusalemu kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya hao watu itamrudia Bwana, yaani Rehoboamu mfalme wa Yuda, nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboamu mfalme wa Yuda. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu. Akawaambia watu, ni vigumu kwenda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyopandishwa kutoka nchi ya Misri. Akamweka mmoja katika Betheli na wa pili akamweka katika Dani. Jambo hili likawa dhambi, maana watu wote walikwenda kuabudu mbele ya kila mmoja hata huko Dani. Huyu jamaa alipotoa sadaka, mioyo yao yote ikafungwa. Kuna maisha ukishaokoka, Yesu anatarajia akuone unaishi. Kwa nini huyaishi? Kwa sababu hauwezi kujua baba yako alitoa sadaka wapi. Unaingia ibadani unalala. Tuko pamoja? Wewe unaona kawaida, kuna mahali walikukamata huko nyuma. Maana anasema alipotoa sadaka, hili jambo likaonekana ni baya kwa Mungu, maana watu wote walienda Dani na Betheli kutoa dhabihu, kumwabudu miungu mingine. Tuko pamoja? Ndio maana kuna watu wengine ukiwaambia habari za Mungu wanakataa. Ukiwaambia habari za miungu mingine wanakubali. Alafu hao wanasema Mungu natusaidie. Mungu hawezi kufanya game ya namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo walipotolewa sadaka, hao watu wakaenda. Yusufu alipotolewa sadaka haoni tena. Kuna watu humu walikuwa wanaona zamani, walikuwa wakisema Mungu kasema na mimi, Mungu kasema na mimi. Okay, sasa hivi kazimishwa. Naelewa shida ni nini? Sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe huko mjini, haujui wazazi wako wanafanyaje? Okay, ngoja nisitolee mfano mimi mwenyewe. Amen. Mzee wetu alikuwa ni kidogo mganga, anatumia waganga. Amen. Ukienda shule ukirudi unakuta kuku ameuliwa. Sasa hatujui yanayotamkwa kwenye kuku. Pengine kakamanda hadi na familia yote. Sasa usifikiri unaweza tu kutoka namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kutoka, unaweza kukaa kwenye wokovu. Paka Paulo aliposema kwamba naomba unirudishie sasa furaha ya wokovu. Wewe kwako hata hairudishwi. Kumekaa kimya. Yaani unakaa kwenye ibada miaka 2, miaka 3, umeshakata tamaa, unaanza tu kuona unachoropoka, unaenda. Wewe unaona ni hali ya kawaida. Huko nyuma kwenu walikamata kesha yako. Wakasema kesha yetu ya kwamba tunaikabidhi kwa miungu mingine. Na umetoka kwenye hiyo familia, tarajia na wewe kukamatwa. Usipojua namna ya kutoka huko, unaweza kukaa kwenye wokovu na kesha yako usione. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo watu wengi sana wanakamatwa namna hiyo.
Tuangalie jambo la pili. Jambo la pili ni hili. Sadaka inaweza kunena kwa muda mrefu zaidi. Sadaka inaweza kunena kwa muda mrefu zaidi. Karibu miaka 400. Karibu miaka 400 sadaka ndio inanena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka inanena kwa muda mrefu zaidi. Karibu miaka 400 inanena. Tuangalie kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 15 mstari wa 13 na 16. Hiyo mistari tu miwili, kitabu cha Mwanzo sura ya 15, 13, 16. Mwanzo sura ya 15, 13, 16. Biblia inasema, Bwana akamwambia Ibrahim, jua hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale nao watateswa muda wa miaka 400. Mstari wa 16. Na kizazi hichi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Moab. Kwa hiyo hawa jamaa walipokuwa wakiuzwa Misri ni kwa sababu uovu wa Moab bado hujachangamka. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kuna maisha Mungu anaweza kukutoa akakupeleka maisha ya shida. Alafu kashangaa ile nafasi imekaliwa na mtu mbaya. Wewe ulikuwa mwema kwenye nafasi hii, Mungu kakutoa, kaweka hapo mbaya. Unaanza kusema sasa viongozi wa siku hizi, viongozi wa siku hizi. Bora mimi nilipokuwa kwenye hiyo nafasi nilikuwa nafanya vizuri. Kumbe Mungu anatengeneza mazingira ya kwako utakaporudi kwenye hiyo nafasi, Mungu akupe cha kwako halisia. Kwa hiyo usikasirikie unapokoswa nafasi. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Usikasirikie mtu mwingine anapoinuliwa. Wewe endelea kusubiri zenea. Unaitamkia damu ya Yesu asubuhi, ikifika mchana, ikifika jioni unaachilia damu ya Yesu. Unafunga duka, unaenda nyumbani, ukirudi asubuhi unaachilia damu ya Yesu. Kwa sababu gani? Ukiwa unaachilia damu ya Yesu namna hiyo, unajitukia katika ulimwengu wa roho. Wewe unaishi ndani ya Kristo. Katika ulimwengu wa mwili tunakuona wewe. Katika ulimwengu wa kiroho wakitoa sadaka zingine ya kwamba tunatamani kuona huduma ya huyu mtu haisogei. Watakapotoa zile sadaka wanaenda kukutana na damu ya Yesu. Sasa sadaka kwa sadaka zinaanza kuzungumza. Vipi ndugu yangu? Unaenda wapi? Umekosea njia. Hapana, nataka huyo ndiye mbele. Okay, huyu ni wa kwangu. Au hujasoma hata maandiko. Yesu alimwambia, hujasoma hata andiko ya kwamba usimsujudie Bwana Mungu wako. Kwa hiyo na uhakika sadaka na sadaka zitakapoanza kuzungumza, Yesu atasema, hujasoma hata Waebrania ile 9:11 na 14 ya kwamba mimi ndio sadaka bora. Wewe sasa umetoka wapi? Wewe na uhakika Mungu atakufungulia. Ile sadaka itakosa nguvu, itarudi kule ilikotumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ikisharudi ilikotumwa, kumbuka hili. Shetani mchawi kama ni mdogo akikosa anaenda kukusanya wengine wanao aliyezijua kidogo, aliyemzidi nguvu kidogo. Wakija wakashindwa, wanaenda kuokota wengine. Katika ulimwengu wa kiroho wa nguvu za giza, nimefuatilia inasema hivi, shetani mdogo akikushinda, kama alikuwa ni wa kijiji, anamtafuta kidogo wakata. Akishashindwa na wakata, wanasogea wa wilaya. Akishashindwa wa wilaya, anasogea wa kanda ya mkoa. Akishatoka mkoa, anaenda wa kanda. Wamefika wangapi? Kisha sawa nimehesabu. Mnaendelea namna hiyo. Mwisho anafika hadi ngazi ya juu. Wanakuwekea alama, huyu mtu kashindikana. Ndio maana hata baada ya Kaini kufanya dhambi, Mungu akamwekea alama ya kwamba huyu mtu kila atakayemtazama asimuue, na atakayemuua yoyote atapigwa, atauliwa. Lakini baada ya kufanya namna hiyo, wewe na uhakika ya kwamba wachawi wote wakikushindwa, Mungu anakuwekea alama. Hata kama wakiwa wanatoa sadaka kiasi gani, unakuta damu ya Yesu iko pale. Hawasogei, wanarudi. Wakati fulani sitasahau, amen. Nilipigiaga hata pastor wakati fulani nikiwa field mwaka wa kwanza. Usiku najua fisi. Najua fisi.
Au nishawahi kuona kwenye video? Okay. Nitawatafuta wachawi waonyeshe fisi. Bwana Yesu asifiwe. Wale fisi walikuwa wamejaa. Na kawaida ni hivi, lazima ili ujue. Fisi ni mnyama mpole akiwa ameshiba. Lakini ni mkali akiwa na njaa. Ndio maana wewe ukiwa umeshiba hata namna ya kufikiria sio sana, lakini ukiwa na njaa utafikiria sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo alivyo fisi. Sasa wale fisi walikuwa wamenizunguka namna hiyo. Wananishambulia kweli. Kila nikisogea hivi nasema damu ya Yesu anarudi nyuma. Nikisogea hivi nikisema damu ya Yesu anarudi nyuma. Kama wakanikimbia wote, wakaondoka wote. Kwa hiyo uwe na uhakika kama unataja damu ya Yesu kila wakati, shetani atakuwa anaongeza step moja nyuma, anarudi nyuma, anarudi nyuma, anarudi nyuma, anarudi nyuma. Inafika wakati yule unamwona shetani kapotea. Hata kama akija kurudi, akirudi anamkuta Yesu. Anaikuta damu ya Yesu iko pale. Kwa hiyo kesho yako kama imefungwa kwenye sadaka, hakikisha unaomba damu ya Yesu ikufungue huko ulikofungwa. Ikufungulie mwanzo mpya wa maisha, ikufungulie mwanzo mpya wa kifamilia. Familia inasumbua, ndoa inasumbua, Mungu akufungulie malango mapya. Shida ni kwamba ni wavivu kuomba. Hiyo ndio shida, ni wavivu kuomba. Ngoja niseme hichi kimoja. Wakati fulani niliona nimebana miguu. Amen. Siku ya nitawaambia manake. Nikaamka usiku. Nikaona uvivu kuomba. Siku ya pili nikaona nyoka. Amekuja ananiwinda ile miguu. Sasa ina maana yake. Siku ya nitawaambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Toka mahali hapo. Siwezi kupuuzia, lazima niamke kuomba. Hata kama nimechoka na usingizi unanivuta, nitajitahidi hata dakika 10 nitaomba. Nitajitahidi hata masaa 2 nitaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu inakusaidia kukutoa mahali ulipokwama. Sitawahi kukuja kusahau, nilienda kumsalimia shangazi. Nimefika tu mahali hapo, nikashangaa na mwili wote baridi kali. Nikakaa juani, niwekeni mkeka jameni, mgonjwa kazidiwa. Yaani unaenda kusalimia mtu alafu nafika unazidiwa. Wataanza kusema, hawa labda wamekuja kumlogea huko, wamemalizia huko. Wakati wao nimefaulu form 4 ndo nimefaulu naingia form 6, form 5. Kwa hiyo ule wakati nikawekewa pale, nikahisi jua dogo, leteni moto. So mchezo. Nikasogezewa moto. Nikaona nimekuwa kali, nikarudi kivulini, baridi likaanza. Nikarudi juani, nikarudi kivulini, nikarudi juani, nikarudi kivulini. Niliporudi mara ya 3, wakanikamata. Mtu akifa kuna probability kubwa hata kama dakika 1 au dakika 2 akajiona. Hamwezi mkaelewa. Twende. Nilipokuwa namna hiyo, ghafla mwili wangu ukakamatwa. Natamani nimuite shangazi, sauti haitoki. Wangapi ishawatokea hali ya namna hiyo? Natamani kumuita. Kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla Roho wa Mungu akaingia ndani. Kwa sababu gani? Biblia inasema hivi, naye kadhalika Roho tusaidie katika udhaifu wetu. Pale unapohisi hauwezi kuomba, Roho Mtakatifu ndipo anapokuja kukava ile eneo. Kwa hiyo nilipokuwa namna hiyo, ghafla nikasikia tu ndani damu ya Yesu ya kwanza, damu ya Yesu ya pili, damu ya Yesu ya 3. Ghafla ile akakimbia. Yakaniachia. Nikasema, nikimwambia shangazi hapa mapema tutakula, ngoja nile kwanza. Haleluya. Haleluya. Ndio maana kwenye maisha kama unamebeba habari mbaya, subiri yule kwanza. Amen. Amen. Unaweza ukawapa mbaya, wakasahau umepiga tena ugali huko umeanguka na ulikuwa na njaa. Kwa hiyo niliposubiri nikala nikashiba, ndipo nikamwita shangazi. Halo, walinijia. Akasema kweli, akasema okay, twende kwa wataalamu. Hao naelewa wataalamu.
Wasukuma tunaelewa mtaala ni nani. Twende tukaangalie kwenye kioo. Ni nani huyo aliyekuwa amekuja kwenye kioo? Nimeanza kuamini Kristo hata sidhani kama ina miezi 4-5. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kwenye kioo hakuna gharama kweli. Lakini nikajikaza kama Mungu kaweza kunitetea. Siwezi kwenda kule. Nitakamata, nitangangana na Yesu. Kama Mungu alikuvusha jana, wewe na uhakika hata utakapopita kwenye mazingira magumu atakuvusha. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja aliombewa vizuri sana akafunguliwa. Baada ya kufunguliwa katafuta ulinzi mwingine. Ndivyo alivyopenda. Umemwombea amefunguliwa, katoka huko nje anatafuta ulinzi mwingine. Na usimkasirikie kwa sababu amekamatwa, kesho yake imekamatwa. Haoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wanasema mwalimu tumekuelewa? Na tunatamani kuanza mwanzo mpya wa maisha. Na tunatamani kuanza mwanzo mpya wa kimasomo, wa kihuduma. Maisha yote yale ambayo Mungu katupangia. Simama kwa miguu yako miwili. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndani yako, amen. Zamani ulikuwa unaona, lakini ghafla uone. Zamani ulikuwa Mungu anakusemesha sana vitu vingi sana, lakini sasa hivi ghafla vimekata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tu kusogea kwa miguu yako miwili. Maisha ni ya kwako. Wengine wanavuka, wewe ukikamatwa ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo baada ya kuwa anamuita Yesu, watu wanamkemea, lakini alizidi kukazana kumuita Yesu. Alipoponya macho, watu wale wakaanza kusema, wakaanza kumtia moyo. Kuna watu wengine wanaweza kuonea aibu kuvuka na kuja kuombewa, lakini siku ukivuka wataanza kukuuliza. Kwa hiyo kama uko mahali hapa ulikuwa unaona vitu kwenye maisha, unaweza tu ukasogea mbele na tukaomba pamoja na wewe, alafu wakati huo mtumishi akiwa analisha. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, makofi kwa Bwana. Asante kwa neno nzuri mtumishi wa Mungu, tunashukuru sana. Basi tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neno nzuri la baraka umetufundisha kupitia kinywa cha mtumishi wako. Tumesikia neno hili, Bwana, tukalitendee kazi kwa jina la Yesu. Ukatupandishe katika hatua ulizokusudia wewe Bwana. Kwa neema yako na rehema zako tumefikia hitimisho la semina hii kwa siku ya leo. Turudi nyumbani. Mkono wako uende pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Jamani, makofi kwa Yesu. Kama ulivyoambiwa, jamani, kesho tutaenda kuwahi sana. Amen. Tutaenda kuwahi, tuweze mwalimu muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuweke wimbo pole pole, tuachie njia hapo. Ngoja ameshatufungia tayari, weka njia wapite wachungaji. Nafikiri mama utaombewa, watumishi wa Mungu hapo. Tutaomba njia. Yes. Mtumishi wa Mungu tutakuwa tunatoka. Njoo mama, sogea mbele. Sogea wakuombea watumishi wa Mungu hapo. Mtumishi Abeli na Daniela.